Mabibi wote kwa ujumla wao walipo hapa, kama unanisikia, basi nyinyi cha kufanya msimame, mpungie mkono kuwasalimia hadhira hii. Mabibi kama wao, mabibi hawajaja hata mmoja. Yupo, mashaallah. Basi endelea habibi, endelea habibi. Lakini bibi Laila pia na mashangazi, basi watusalimie inshallah. Mashaallah. Kipengele hichi mnachotaka kutaja sasa hivi, mna imani sijui kama kuna mwanamama ataweka mkono chini. Laila na marafiki, hebu nyosheni mikono marafiki zake. Mashaallah, mashaallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lakini Laila pia ana baba zake wadogo ambao hapa siwaoni, naona wapo huko wanaandaa mambo ya taamu au la yukadima kule. Kalamu au la yunakuja. Basi mimi naona kwa muhtasari hapo itoshe, siwezi kuwatambulisha wote. Mimi ndio baba mzazi wa bibi Laila, na Laila ana mashekhe, ana walimu wa madrasa, akawa mshekhe kwa mshekhe, ana majirani. Majirani, hebu tunyoshe mikono basi kidogo. Majirani, mbona kionyonge? Vilevile sijasikia. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ni bwana alinichenga, alisema bwana hapana, lakini kafanya kwa uweledi mkubwa. Utambulisho kafanya, na kweli tumetambuana, na bibi kule nishamuona bibi. Nisipomuona kuja kutunza hapa, nitakwenda kumng'ang'ania kule kule, kwa sababu sishaelekezwa. Bibi nishakuona, bibi ndio mwenye shughuli yako, upambane. Sallallahu ala Muhammadi. Wakati tunawasubiri wale wanakuja, tutafanya mambo mawili. Wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ndugu zangu tuliohudhuria katika hafla hii, itoshe kusema kwamba itifaki imezingatiwa, kwa kuwa natambua uwepo wa viongozi na mashehe mbalimbali akiwemo Sheikh Sharifu Musalem na wengineo. Ndugu zanguni, mwanadamu jinsi alivyoumbwa ana siku ya huzuni na ana siku ya furaha. Sisi leo hapa tuko katika siku ya furaha. Kwa nini tunafurahi? Kwa sababu ya ndugu zetu hawa wawili, Bwana Juma na Bi Laila, wamefanya jambo ambalo la kuonyesha utukufu wa mwanadamu, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza zaidi binadamu kuliko viumbe wengine wote, na hii ndio sababu iliyopelekea mwanadamu kuwekewa sheria ambazo anatakiwa binadamu huyo aishi hapa duniani hali ya kuwa ni mwenye kuzifuata sheria hizo. Sasa miongoni mwa sheria alizowekewa binadamu na Mola wake ni kuishi mwanamume na mwanamke wakiwa wameoana kwa ndoa sahihi ya Kiislamu. Ndoa ya namna hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza ameijalia kuwa ni halali, na kizazi kitakachopatikana kuwa ni mwanzo wa familia ya wazazi hao na ongezeko la ukoo wao. Ndugu zanguni, ni ukweli ulio wazi na usiopingika kwamba nafsi ya mja yoyote yule haitoweza kupata utulivu wa kweli endapo mwanamume hatakuwa na mke ambaye ataweza kukidhi haja za matamanio ya kimwili kutoka kwa mkewe, na mwanamke naye kuwa na mume
ambaye naye ataweza kukidhi haja za matamanio ya kimwili na kinafsi kutoka kwa mumewe. Na maneno hayo sisemi mimi, bali anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ndugu zanguni, katika aya hii kuna mambo matatu ya msingi ambayo tunaweza kusema kwamba ndiyo malengo ama ndiyo makusudio ya ndoa. Isivyo bahati, mara nyingi nimekuwa nikijaribu kuwauliza vijana wezi wangu pindi wanaponialika katika shughuli zao za ndoa, kwa sababu gani unaoa? Huwa napata majibu tofauti tofauti. Yupo atakayesema kwamba hivi sasa nimeamua kuoa kwa sababu nimechoka mambo ya kula migawani, sasa nimeona bora nioe nipate mtu wa kunipikia chakula. Huyo anaoa, lakini anaoa mpishi. Mwisho wa siku ndoa yake inaweza ikavunjika kwa sababu tu mkewe kachelewa kupika, ama katika mboga kajaza chumvi nyingi. Imefika mahala katika jamii yetu chumvi nayo inaacha mke. Na mwingine ukimuuliza kwa sababu gani unaoa, anakwambia nimeamua kuoa kwa sababu nimechoka masala kufua majinsi tabu, nimeona bora nioe nipate mtu wa kunifulia suruali zangu. Huyu naye anaoa, lakini anaoa dobi. Mwisho wa siku ndoa yake inaweza ikavunjika kwa sababu tu mkewe hakufua suruali yake. Na mwingine unamuuliza kwa sababu gani unaongeza mke wa pili, anakwambia mke mkubwa yuko shamba Ruvu analima, na hivi sasa nimepata shamba lingine Kisele, nimeona bora niongeze mke wa pili kwa ajili ya shamba la Kisele. Huyu naye anaoa, lakini anaoa trekta. Sasa haya sio malengo na wala sio makusudio ya ndoa. Bahati mbaya sana leo hii tulio wengi tunaoa wapishi, tunaoa madobi, tunaoa majembe. Mtoto wa watu unamgeuza pawatila. Miaka miwili ya ndoa kakonda kwa tope la Kisele. Sasa haya sio malengo na wala sio makusudio ya ndoa. Imefika mahala katika jamii yetu mtu anaweza kusifiwa kwamba fulani kapata mke, si kwa sababu mwanamke yule mcha Mungu sana. Hapana, kwa sababu yule mwanamke ni hodari kwa kulima. Sasa haya sio malengo na wala sio makusudio ya ndoa. Malengo na makusudio ya ndoa, Mwenyezi Mungu anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa dalili za uwezo wake Mwenyezi Mungu za kuonesha ihsani zake kwenu ni kwamba amekuumbieni ninyi wanaume, amekuumbieni wanawake. Kwa sababu gani? Litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kutoka kwao. Kumbe lengo la kwanza la ndoa, Mwenyezi Mungu ametuumbia wanawake ili tupate utulivu kutoka kwao. Ni maana ipatikane tofauti kati ya mwanamume aliyeoa na mwanamume asioa. Mume mwerudi kutoka kazini, umkute mkeo nyumbani, akupokee kwa maneno mazuri, akupe pole kwa kazi za mchana kutwa, ikiwezekana hata koti ulivaa kuvua yeye. Lakini sio baadhi leo hii haya hayapatikani katika ndoa zetu. Unarudi kutoka kibaruani, unafika nyumbani, mkeo umkuti, unakuta kufuli. Unaanza kuuliza wapangaji wenzako, huyu mama Saidi yuko wapi? Nao wanakuuliza kwani hajakuaga? Kwa kuwa umerudi na mgeni unabaki na aibu. Itakuwa yuko araundi, hajaenda mbali. Kama unajua yuko araundi, kwa nini unauliza? Kwa la kwanza litaskunu ilaiha, bimaana upate utulivu kutoka kwa mwanamke. Umerudi nyumbani, umkute mkeo ameupara vizuri, akwambie chakula hiki hapo, maji ya koga yapo hapo. Utaanza chakula, utanianza mimi. Sasa una khiari, uanze kula au uanze kula. Lakini leo haya katika ndoa zetu ni nadra sana. Unarudi nyumbani, unamkuta mkeo mchafu kafu ni magari. Anakwambia chakula chako kiko mezani, mimi na kazi yangu. Mwanamke kama huyo usubuta kumwambia nilishe jitukubwa zima likiniruma meno. Matokeo yake unakula chakula mwanamume kama unakula dawa ili usife. Ukibadilisha shati, breki ya kwanza uko kwenye bao. Kala nyumba,
kasafiri, katakasa, kalala nje. Sasa nyuma ushakula utaweza kulala nje. Lakini haya yanasababishwa na wake zetu kwa kuto kujua nafasi yao. Mwanamke ana vitu ambavyo vinamfanya mwanamume atulie. Mwanamke ana jicho, lakini kuna jicho la kuchagulia mchele, lakini kuna jicho la kumwangalia mume. Jicho kama mtoto alipigwa ugonjwa wa degedege. Kwa nini mwanamume asitulie? Jinsi alivyoumbwa ana sauti, lakini kuna sauti ya kuulizia bei ya nyanya sokoni na kuna sauti ya kumuulizia hali mume, lakini watufanyia khiana. Ile sauti ya kumuulizia hali mume ndio ya kuulizia bei ya nyanya sokoni. Matokeo yake muuza genge anamjazia. Mwanamke jinsi alivyoumbwa ana mwendo. Kuna mwendo wa kwenda msibani, lakini kuna mwendo wa chumbani. Kuna kanyaga kulia, kuna timishika kushoto. Kwa nini mwanamume asitulie? Wewe la kwanza litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kutoka kwao. Kwa hiyo mwanamke ajue kwamba ana vitu vingi ambao vinamfanya mwanamume atulie. La pili, Mwenyezi Mungu akasema wajaala bainakum mawadda. Mwenyezi Mungu amejalia kati ya mume na mke mapenzi. Ni maana yapatikane mapenzi ya kweli. Na leo ndio bidhaa adimu katika maisha yetu ya ndoa. Ukitaka kulijua hili, natoa homework kwa wanaume wenzangu. Hasa si tuolea wanawake wa Dar es Salaam na pwani yake. Rudi nyumbani siku moja ili ujue kama mkeo anakupenda au hakupendi. Rudi nyumbani siku moja alafu jifanye kama umekasirika. Kama kuna jambo limekuuzi, basi mkeo anaweza akaja akakuangalia, asikuulize leo mume wangu masaibu gani imekupata, mbona umekasirika? Anakuangalia kisha anarudi kwa wanawake zake anamwambia, hiyo shida yangu leo umeiona? Wameingia leo ndegeleko wake. Imefika mahala wanaume wenzangu kwa mlikuwa mjui tunaitwa shida. Mwenyewe unarudi kutoka kibaruani na mfuko wako wa mchele na samaki wako mkubwa, mkeo anasema shida yangu hiyo inarudi. Lakini inawezekana vile vile kwa baadhi ya wanamume tukawa ni shida kweli. Mwana mwingine toka ameoa ana mwaka wa 5 hajacheka na mkewe. Yuko tayari kucheka kwenye bao, kwenye kahawa, kwenye kashata. Akirudi nyumbani amekuja sura kama askari jela. Hata mkewe akimwambia mume wangu I love you, kwa nini unakwambia unipendi? Mume wangu pole kwa kazi, kwa nini mwambie nimechoka? Sasa mwanamume kama kweli ni shida. Wewe mwanamume unapopewa maneno mazuri na mkeo, basi na wewe mpe mjibu maneno mazuri. I love you, I love you too. Neno umetakiwa. Mkeo kama amependeza, mwanamume msifie mkeo, mashaallah mke wangu leo umependeza. Usipomsifia mkeo atasifiwa na wauni barabarani. Dada umependeza, asante. Wewe mwenyewe usimsifie. Kuna kisa kimoja, mwanamke mmoja siku moja alikuwa anapita mbele ya mumewe kavaa vizuri, alafu akanamwambia mumewe, ya zauji kaifa tarani, mume wangu unanionaje, nimependeza? Akamwambia araki kalkijiri fauka shajara, na kuona kama kima vile juu ya mti. Yaani maneno magumu namwambia mkeo. Kwa hiyo tuwe na maneno mazuri. La tatu, Mwenyezi Mungu akasema wa rahma, Mwenyezi Mungu amejalia huruma kati ya mke na mume. Ndugu zangu, ni muda utoshelezi na mada hii pana. Endelea Sheikh, tushashiba sie. Nimalizie kwa kuzungumzia faida za ndoa. Sheikh Juma umeoa, na kama umeoa elewa kuanzia sasa una nafsi ya pili ambayo ni mkeo. Lakini ndoa ina faida nyingi sana. Miongoni mwa faida za ndoa, Mtume sallallahu anasema, ya maashara shabab, enyi vijana, man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj, mwenye kuwa na uwezo wa kumiliki ndoa basi na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, hakika ya ndoa inafunika macho. Katika faida, miongoni mwa faida za ndoa ni kufunika macho. Kufunika macho sio kuvaa miwani ya mbao. Ni maana unapoona sababu ya kuangalia wake za watu na mabinti za watu, kwa sababu tayari unayo mkeo nyumbani. Inawezekana siku moja unatoka unakwenda kazini ukakutana na mwanamke njiani. Maana wanawake siku wanakusudi, unakuta mwanamke mnene
Kwanza mwanamke mwili wake laini, alafu kenda kuvaa nguo laini. Sasa laini mbili zinakutana, alafu kenda kuvaa nguo ya mdogo wake. Kwenye bonde imeteremka, kwenye mlima imepandisha. Unaweza ukamwona kwa bahati mbaya, usimwangalie tena mara ya pili. Kama imekupandisha stimu, rudi nyumbani, unakata kiu, unatoka zako kazini. Hizo ni katika faida za ndoa. Wahasani farji, na ndoa ni hifadhi ya utupu. Kuhifadhi utupu, ndugu zangu, sio kuvaa suruali. Unaweza ukavaa suruali lakini ukakama uko uchi kwa sababu ya matendo ya zinaa. Kwa unapokuwa umeoa unakuwa umepata stara, na ndio Mwenyezi Mungu akasema hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hawa wanawake ni vazi kwenu na ninyi ni vazi kwao. Nimalizie kwa kumhusia Sheikh Juma, umeoa na wanawake. Unajua mtu kama una mke, yaani kama mtu hujaoa, tunakuhukumu kwamba una akili. Allah. Kwa sababu ndoa ndio kipimo cha akili. Allah. Tunakuhukumu hivyo, sio una mpaka uoe ndio utajua kuwa akili anazo. Wanawake wana matatizo yao. Tuwe na subira. Mwanamke anakasaidia, kwanza mwanamke ana faida ya kununa. Wewe ukiona unakaa na mkeo mwezi mzima, mkeo hajanuna, huyo sio mwanamke, huyo mwanamume mzima. Na wakati wengine wana maneno ya kuudhi. Unaweza wewe sio umetoka mchana mpaka unarudi nyumbani jioni bila dila, sio Simba wala si Yanga. Umeenda kwa mzee Mkumba, umekupabamia na mnala wa urufi. Alafu unaweza kumpelekea mkiafu akakuuliza, "Bebe hili kununua kwa bure?" Wakati wewe umekopa au umepiga walai. Sasa wakati wengine wana maneno yanauzi. Kwa hiyo tuweze kuwavumilia katika maneno yao. Kwa hiyo tuwavumilie katika zile changamoto za ndoa ili tuweze kuishi nao vizuri. Ishi na mkeo kama mwanao. Uishi na mkeo kama rafiki yako. Usiishi na mkeo kama mwanao. Maana kuna watu wengine anaishi na mkeo kama mwanavyo. Wakati wote mkali tu. Hasa mwanamume utakiwa kuwa mkali. Ukiwa mkali sana kuna vitu utavikosa. Maana sema huyu ni kipa ataniuliza umepata wapi mambo haya. Sasa uwe mpole, uwe na lugha nzuri kwa mkeo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika namna ya kuishi na wanawake tuelewane vizuri, na kama unaelewa wewe haikuhusu. Kwa hiyo usiishi na mkeo kama unaishi na mwanao wakati wote wewe mkali. Kuna mambo utakosa kwa sababu ya ukali wako. Ndio. Kuna bwana mmoja alikuwa mkali kweli kweli kwa mkewe. Siku moja alienda hospitali, alikuwa anaumwa, akaambiwa akalete mkojo ili tupime unaumwa nini. Aliporudi nyumbani yule mwanamume akachukua mkojo akaweka kwenye kichupa akakiweka uvunguni ili baadaye akichukue aende hospitali na ule mkojo ajue anaumwa nini. Mkeo wakati wa kufagia akakipiga kile kifagio, akasukuma ile kichupa na mfagio, ule mkojo ukamwagika. Mkeo akaona hii sasa hii kesi nitamwambiaje leo mume wangu. Mkojo ule matokeo yake mwanamke akachukua mkojo wake sasa akaweka mle kwenye kile kichupa kwa sababu hakumwogopa mumewe. Mume alipokuja akachukua ile mkojo kaenda na hospitali. Kufika kule unapimwa mkojo anaonekana ana mimba. Sasa anaulizwa mkojo huu wako, asema wa kwangu. Mbona vipimo anaonekana una mimba? Kumbe mkojo wa mkewe kwa sababu tu ya ukali wa yule mwanamume. Kwa hiyo mwanamume hutakiwi kuwa mkali. Kwa hiyo Sheikh Juma kuwa mpole katika baadhi ya majambo. Wanawake wametokana na ubavu na ubavu umepinda. Ukinyosha kwa nguvu utauvunja, ukiwacha utapinda zaidi. Tunakupa binti yetu. Nakwambia jambo moja, binti yetu anarejesho hata moja. Binti yetu hana rejesho hata moja. Maana siku hizi tunakuwa Dar es Salaam ulize vizuri bwana. Una marejesho mangapi? Unaweza kuona unaoa mke kumbe unaoa marejesho. Unaoa mwanamke ana marejesho kwa matokeo yake unakuwa mtihani. Kwa hiyo binti yetu hana rejesho hata moja. Na hii kusababishwa kuwa na marejesho tunasababisha na mwenyewe. Ile jukumu la kulea familia tumewachia wanawake. Jukumu
la mwanamume ndio ambaye arrijalu qawwamuna ala nisaa. Mwanamume ndio unatakiwa ujue mke wangu anakula nini, anafaa nini, analala wapi. Sasa kwa sababu tumwabebesha majukumu, matokeo kuna mambo mengine tunakosa. Wewe saa 8 ya usiku nataka msigo, mkeo anafikiria ngano yake shebuka bado. Ana habari na wewe. Kwa hiyo yeye anafikiria ngano yake imeumuka bado. Kwa hiyo anafanya mambo si katika ufanisi, anafanya kuondoa lawama. Lakini hebu timiza majukumu yako, alafu uone mkeo na yeye atakapoperform, mambo yatakwenda vizuri. Kwa hiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'd. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi makubwa kuweza leo kutufanya tumekaa pamoja hapa kwa mwalimu wetu, imamu wetu, sahib Sheikh Ishaq Jaafar mwana wa Ngaola, mudiru wa Masjidi Tauhid. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akufungulie mambo yako kupitia ibada hii ya ndoa uliomwezesha binti yako Laila. Nisiwe mwengi wa mazungumzo sana, ni kufanya hitimisho. Kijana uko wapi? Huyu hapa. Lakini basi mwenyewe tayari hakuchagua wewe kwa kuwa ishara nini, basi ina shida. Mwacha amalize mwenyewe sasa. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah kwa mara nyingine tena baada ya umeme kukaa sawa, kazi iliyokuwepo ni moja tu muda huu, kuhitimisha jambo letu kwa dua maalum ama kufunga kwa dua maalum, ili sisi sote tuliokuwepo hapa Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Lakini kubwa zaidi ni babu harusi na bibi harusi katika maisha yao ya ndoa huko wanakoenda, iwe miongoni mwa safari zenye mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo inshallah muda huu kwa pamoja tutaenda kusoma Alam Nashraha 3 na tutaenda kumswalia Bwana Mtume mara 10, alafu tutafunga dua yetu hapo inshallah, ili Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Na wale ambao waliokuwa habari zetu hizi hawajiziona sherehe mzima, unaweza saa 11 huko saa 12 ukawa YouTube kule, nayo mwanahabari wangu hapa ambaye niko naye katika habari zangu na nimekuja naye, taenda kule YouTube, andika B24 Online TV, habari zote za ndoa za hapa zitaenda kuonekana kule YouTube live kabisa. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على
محمد يا ربي صل عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل على يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا رب tunakuomba kwa mkusanyiko huu ya Rabbi, kila asiyekuwa na faraja Mwenyezi Mungu mjalie faraja ya Rabbi, aliyefungua kizazi Mwenyezi Mungu mfungue kizazi ya Rabbi, jalie tukio hili la ndoa leo lenye mafanikio katika familia hii ya Rabbi, jalie babu harusi aweze kupata watoto wenye kumjua Mtume ya Rabbi, jalie babu harusi na bibi harusi waweze kupendana mapenzi yaliyokuwa makubwa ya Rabbi, jalie salama katika nchi yetu ya Rabbi, jalie kila la kheri katika maisha yetu ya Rabbi, asiyekuwa na ndoa apate ndoa ya kheri ya Rabbi, asiyekuwa na mume apate mume wa kheri ya Rabbi, asiyepata watoto apate watoto wa kheri. Allahumma sahlina mimman nurid wa najina mimman nakhaf bifadlika ya latif. Allahumma ya latif latifna fima jarat bihi almaqadir. Allahumma inna nas'aluka kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana fi alquran alkarim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika alkiram fi at-tawrat wal-injil waz-zabur wal-furqan wa suhuf ibrahim alayhim assalam fataqabbal minna ya rabbal alamin innaka ala kulli shay'in qadir innaka la tukhlifu al-mi'ad. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Asante Sharif. Rafiki zangu, sasa na wisheni, sasa tuko huru na wisheni, maji yote chakula tu.